Bwana, movie linaanza ni katika msitu wa ajabu, na huu msitu kuna binti amezaliwa katika huu msitu. Huyu binti toka amezaliwa yeye hajawahi kutanaga na binadamu yoyote, na anaishi kwa furaha katika huu msitu. Na huu msitu yeye ndo anayeuongoza na ndo kiongozi. Na huu msitu kuna viumbe vingi vya ajabu ambavyo yeye anaishi navyo katika huu msitu, na yeye ndo kiongozi. Sasa siku moja binti Maleficent akiwa katika mizunguko yake akawa anashangaa, anazunguka zunguka, ghafla akashangaa kuna binadamu ameingia katika himaya yao. Yaani kwa mara ya kwanza anakutana na binadamu ameingia katika himaya yao. Basi binti Maleficent akawa anamuuliza, wewe ni nani? Na huyu kijana ni lika kabisa la binti Maleficent. Kijana akamwambia, mimi ni kijana kutoka falme karibu na nimepotea, nilikuwa nazurura, lakini katika tembea yangu nimeokota dhahabu hii hapa. Akampa binti Maleficent. Na Maleficent akamwambia, nitakurudisha katika ufalme wako, urudi. Kijana akamwambia, sawa, nitarudi katika falme yangu, lakini kwa sharti moja, naomba uwe rafiki yangu. Lakini binti akamwambia, huu ni msitu wa kichawi na hatuwezi kuwa marafiki kwa sababu huu ni msitu wa kichawi na tuna ugomvi na nyinyi. Lakini mwisho wake wakapeana mikono, lakini anampa mkono binti akawa ameungua kwa sababu jamaa alikuwa amevaa chuma na chuma inamuunguza. Binti akamwambia, usije tena na chuma, inatunguza viumbe kama sisi, wakati mwingine usije na chuma kama hii. Basi wakakubaliana na wakawa marafiki. Kuanzia hapo urafiki ukaanza. Lakini falme alikuwa anatokea huyu kijana ilikuwa inatamaa sana, na ilikuwa inatamani siku moja ije miliki huu msitu ambao anatokea binti Maleficent. Na kijana huyu alikuwa yatima kiasi kwamba alikuwa hana company, lakini urafiki ukaanza kati ya huyu binti Maleficent na kijana Stefan. Baadaye wakazoeana, ukawa urafiki mkubwa tu, wakawa wanatembea pamoja, wanafanya kazi pamoja. Lakini baada ya kufika miaka 16 mapenzi yakaanza bwana. Kati yao upendo ukawa mkubwa, na baadaye binti Maleficent akaamini kwamba binadamu sio watu wabaya. Lakini baadaye miaka ikawa imezidi kwenda na kijana Stefan akawa amekuwa, Maleficent naye akawa amekuwa. Lakini ilipita muda kidogo, kijana Stefan akakuja katika msitu na binti Maleficent alihuzunika. Lakini siku moja akiwa amekaa akakumbuka kwamba kijana alimwambia kwamba nataka siku moja nije nimiliki ufalme wote huu, uje kuwa wa kwangu, yani uje kuwa himaya yangu. Na hizi ni tamaa za kijana Stefan. Binti Maleficent alikuwa bado hajalitambua hilo. Lakini akiwa amekaa kwa mbali akaona ufalme unanyemelea msitu wake unakuja katika msitu aliopo. Basi Maleficent alikuwa ni mlinzi mzuri sana wa msitu wake. Alipoona watu wanakuja, basi akakaribia kwenda kuwafuata. Na Maleficent alikuwa ni binti mwenye nguvu sana, kwa hiyo akawafuata pale, na kumfika pale akamwambia mfalme, urudi ulikotoka, maana huu msitu sio himaya yenu. Na mfalme akamwambia, naomba ukae mbali na njia yangu, maana nitakupiga na majeshi yangu, sitakuacha. Basi majeshi yakawa yamejipanga, lakini wasichokijua bwana, kuna majeshi yakawa yametokea msituni, na yani majeshi ya Maleficent. Basi unaambiwa walipigwa kweli, mfalme na majeshi yake walipigika kweli yani. Baadaye wakaamua kukimbia na kurudi katika ufalme wakiwa wameshindwa vita. Basi mfalme akiwa majeruhi kitandani akawa anawaambia, bwana, tulikuwa tunatamani sana kumiliki ule msitu, maana una mali nyingi, lakini nimeshindwa na mimi ndo nipo kitandani. Lakini mfalme alitoa ombi akasema, atakayejitokeza kumuua binti Maleficent basi nitamuozesha mwanangu na nitampa ufalme wangu. Atakayeweza kumuua binti Maleficent nitampa ufalme wangu na mali zangu. Lakini kuna kijana alijitokeza na kumwambia mfalme, mimi nitaenda kumuua Maleficent. Utashangaa huyu kijana ni nani? Huyu kijana ni yule Stefan ambaye miaka mingi walikuwa wapenzi na marafiki wakubwa sana hapo nyuma. Basi kijana Stefan akafunga safari mpaka kwa binti Maleficent. Binti Maleficent akawa anashangaa na kumwambia, ulikuwa wapi muda wote? Kijana akamwambia, nilikuwa nakuwaza, lakini nilikuwa na mambo mengi, nimekuja hapa kwa sababu ya ulinzi wako, mfalme anataka kukuua. Na binti Maleficent kwa upendo alionao kwa Stefan, basi akakubali na akaamini kwamba kweli jamaa amekuja hapa kwa ajili ya kumlinda na kumsaidia. Basi wakakaa pale wamekaa na alijiana pale, lakini kijana Stefan alikuwa anamvizia binti kumpa kinywaji ambacho ameweka kilevi ambacho kitamlaza binti Maleficent. Basi akafanikiwa na akampa kinywaji kile, binti akawa amekunywa kile kinywaji. Basi Stefan akawa amefanikiwa na akachukua kisu kumkata mbawa za binti Maleficent na akazikata zile mbawa kwa kisu. Asubuhi Maleficent anaamka na anajikuta na maumivu makali kweli, na akiangalia anakuta amepoteza mbawa zake. Binti Maleficent alihuzunika sana na alilia kweli, na kuona kuwa Stefan kitu alichomfanyia ni kibaya sana, yani alihuzunika na kujisikia vibaya. Toka hapo binti Maleficent akawa hana mbawa zake. Basi kijana Stefan akarudi kwa mfalme akiwa na mbawa za binti Maleficent na kumwambia kwamba amemuua Maleficent. Basi mfalme akamkabidhi ufalme kijana Stefan na kumuozesha binti yake, na kijana Stefan akawa mfalme katika ufalme ambao ilikuwa ni ndoto yake toka akiwa mdogo. Lakini binti Maleficent huko yeye
ni huzuni, maana kapoteza mbawa zake na hana tena namna. Katika pitapita zake akakuta kuna wamemkamata kunguru na wanamwazibu. Basi binti Maleficent akamgeuza yule kunguru kuwa binadamu, kitu ambacho kiliwafanya wale binadamu wakimbie kwa kushangaa. Na huyu kunguru alijua moja kwa moja aliyemsaidia ni nani. Basi akamfuata binti Maleficent na kumuuliza, kwa nini umenisaidia? Lakini Maleficent akasema, ni huruma tu nimeona nikusaidie. Lakini kijana akamwambia, nataka nikushukuru kwa kukutumikia miaka yangu yote, nitakuwa nakutumikia wewe tu, na wewe ndio utakuwa kiongozi wangu kuanzia sasa, na nitakuwa mwaminifu kwako. Basi bwana, binti Maleficent akawa amepata mtu ambaye atakuwa kama mkuda wa kumpelekea taarifa zake, yani atakuwa anaenda kwa kuangalia taarifa na kumletea binti Maleficent. Basi binti Maleficent sasa hapa akawa amepata mkuda wa kumletea taarifa, yani kijana Stefan yeye ameshabatizwa na kuwa mfalme, lakini ilipita muda akawa amepata mtoto ambaye huyu mtoto ni wa kike. Lakini binti Maleficent yeye hakuishia hapo, akaamua kuja katika ufalme na kwenda kwa yule mtoto ambaye ni mtoto wa kijana Stefan. Alipofika kwa yule mtoto, basi binti Maleficent akampa laana huyo mtoto kwamba ukifika miaka 16 basi utachomwa na sindano na utakufa. Sindano itakuchoma na utakufa, na dawa pekee ni mtu anayekupenda akikukisi ndio utapona. Na hii ni malipizi ya kile ambacho yeye alifanyiwa. Basi mfalme aliomba sana, kwa nini kosa ni la kwangu na adhabu unampa mwanangu? Basi ningeomba basi unipe mimi hiyo adhabu. Lakini Maleficent alikaa kimya, akamwambia, mimi nikiwa kijana mdogo ulinifanyia hivyo hivyo, basi na mimi nalipiza kwa mwanao yale ambayo yalinikuta mimi, basi naye mwanao yatamkuta akiwa mdogo, maana na mimi ulinifanyia nikiwa binti mdogo sana. Lakini anayafanya haya ila naye roho inamuuma, maana sio kwamba ana roho mbaya Maleficent, ila ana roho nzuri, lakini anafanya hivi tu kulipiza kisasi kile kilichomkuta. Lakini yeye ana huruma kidogo. Mfalme alijaribu kuomba sana, lakini haikufanya kazi kwa binti Maleficent. Alichokifanya mfalme, alichukua mtoto na kuwakabidhi hawa viumbe watatu kwamba wamtoe nje ya ufalme na wakamlee huko kwa miaka yote mpaka hatima ya ile laana itakapofika. Na Maleficent alijijengea ukuta wake mzuri, ukuta wa kichawi katika msitu wake, kiasi kwamba hakuna binadamu ambaye angeingia. Lakini hawa binti watatu waliomchukua wakampeleka nje ya mji huyu kijana, lakini binti Maleficent alikuwa ameshajua kwamba mtoto wa mfalme yuko wapi. Akaanza kumfuatilia na akawa anajaribu kumtishia, lakini kijana binti anacheka tu, anamwangalia anacheka. Baadaye upendo kidogo kidogo kao unaanza kwa huyu, maana Maleficent hana tabia mbaya, ila anampenda tu huyu kijana ambaye ni binti mfalme. Basi malezi akaanza kwa binti mfalme, akaanza kulelewa huko, binti Maleficent akiwa anamfuatilia kwa ukaribu sana. Muda mwingine akawa anamuokoa akiwa anataka kuanguka, na binti alikuwa mcheshi kiasi kwa kwamba hata alikuwa muogopi binti Maleficent, na akawa karibu naye mpaka akawa anakuwa umri mkubwa, akafika umri wa miaka 15 na amebakisha mwaka mmoja tu kufikisha ile hatima yake. Na binti alikuwa mcheshi kiasi kwa kwamba alifika mpaka kwenye msitu wa binti Maleficent, na akawa anaenda katika ule msitu na kuingia katika msitu wa binti Maleficent, na alifika mpaka kwenye uzio ambao waliuweka binti Maleficent na kupitiliza mpaka ndani, akiwa anashangaa tu ile eneo, maana yeye hajawahi fika katika ile eneo. Basi yeye akawa tu anaingia. Alipofika basi anaambiwa mpambe wa binti Maleficent akamwambia kwamba huyu amefika. Binti Maleficent akamtoa, lakini kijana binti akakutana na Maleficent na alikuwa na furaha na anapiga naye story, anamwambia, mimi natamani nije kuishi na wewe siku moja, maana nimevutiwa na wewe. Lakini Maleficent akamlaza na hakutaka mazoea tena na huyo binti, japokuwa alikuwa na upendo naye, lakini binti bado alikuwa anang'ang'ania awe na ule ukaribu na binti Maleficent. Lakini Maleficent yeye roho inamuuma, hawezi kumwambia kile ambacho yeye alifanyiwa na baba yake, na upendo kaanza taratibu. Maleficent akajikuta anampenda huyu binti kiasi kwa kwamba anamuonyesha mpaka asili ya alikotokea Maleficent, anamuonesha viumbe ambavyo yeye Maleficent anavumiliki katika ufalme. Basi upendo uliendelea mpaka Maleficent akawa anajaribu kutoa ile laana ambayo ilikuwepo katika kwa mtoto ambayo ilikuwepo kwa mtoto, lakini alishindwa kwa sababu tayari ni laana ya muda mrefu, na aligundua kwamba hii laana haiwezi kutoka mpaka pale ambapo atapata kijana ambaye ataweza kumpenda kwa dhati binti huyu na kumpiga kisi. Basi Maleficent alikuwa anajisikia vibaya sana, lakini hakuna namna ya kufanya, maana jibu ni moja tu, mpaka binti atakapopata yule mtu ambaye ana upendo wa dhati kwake na akimpiga busu ndio ile laana itatoka. Lakini alishindwa kumwambia kwamba amempa laana, maana hawezi kumwambia chochote. Lakini
mbawa za Maleficent bado zilikuwa katika ufalme, na Maleficent yeye alikuwa anampa story ya ufalme wao, lakini alikuwa hajamwambia mabaya ambayo alifanyika na baba yake. Basi binti yeye akawa anasikiliza tu kwamba alizaliwa akiwa binti mzuri na yeye ndiye mrithi wa falme ya baba yake, atakuja kuwa mrithi wa falme ya baba yake kwa sababu yeye ni mtoto wa mfalme. Basi binti Maleficent alikuwa anajisikia vibaya, lakini anashindwa kumwambia kwa sababu ana upendo na anampenda huyo binti, yaani amejikuta kutokea kumpenda lakini hana namna. Basi binti mfalme akawa anazunguka, katika kuzunguka siku moja akawa amekutana na kijana karibu hapo, wakaanza kupiga story pale, akawa anapiga story, lakini binti hana uzoefu, lakini ameachana naye. Na alivyorudi nyumbani, wale walezi wake walimfokea kweli kwamba kwa nini umeondoka na kwenda kwa Maleficent. Basi unaambiwa kitu alichokifanya na kosa kubwa alichokifanya hao wadada watatu bana, wakaanza kumwambia ukweli wote ambao ulitokea nyuma kuhusu Maleficent na ule ufalme ambao binti katokea. Basi binti alishangaa sana na kuwauliza tena. Basi binti akawa amepata huzuni na kumfuata Maleficent na kumuuliza kile alichoambiwa kwamba je, ni kweli? Maleficent akamwambia ndio, chochote ulichoambiwa ni kweli. Baba yako ndiye aliyenifanyia mimi ubaya nikiwa na umri mdogo tu, na mimi sikufanya vile kwa ubaya, lakini nilifanya vile nikiwa na hasira. Basi binti unaambiwa alikimbia kwa hasira akarudi kwa falme ya baba yake, na alipofika kwa baba yake alikumpatia huku akiwa analia. Basi mfalme akawa anabaki anashangaa, maana imebaki siku moja tu binti atimize ile hatima yake. Unaambiwa mfalme alirudi kuwafokea wale kwamba kwa nini mmemrudisha binti, na mimi niliwaambia binti arudi huku baada ya hatima yake ikishaisha. Nyie mmemrudisha kabla hata ile tarehe ya 16 haijafika, ambao kesho ndio tarehe ya binti kutimiza hatima yake. Unaambiwa mfalme alitoa oda kwamba binti akafungiwe katika chumba, hicho chumba kisiwe na sindano yoyote wala mwiba wa aina yoyote. Basi unaambiwa binti akafungiwa katika chumba, lakini hatima ni hatima. Unajua binti alikimbia na akaenda katika chumba ambacho hichi chumba kina sindano nyingi, yani hichi chumba ilikuwa kama store. Akaenda pale, basi akajichoma katika msumari wenye ncha kali, na binti akaanguka chini na kuzimia hapo hapo. Basi unaambiwa mfalme akawa amechanganyikiwa, yani haelewi hili wala lile, mwanae amelala katika kile kitanda. Lakini binti Maleficent akawa naye haelewi, lakini akakutana na yule kijana, akabasi akahisi huyu kijana ndiye sahihi ambaye anaweza kumkisi binti, na binti akaamka. Basi akamwambia kijana, nitakiwa niongozane na wewe. Akamchukua yule kijana na kumpeleka kwa binti Maleficent kwa kichawi. Binti akawa ameletewa yule kijana, Maleficent akiwa anaangalia je itafanya kazi, lakini unaambiwa kijana alipombusu haikufanya kazi. Maleficent alihuzunika sana na kuona bana hatima ya binti imeshafika kikomo, yani kwamba binti mfalme ndo hatima yake imefika kikomo. Maleficent ana huruma sana, lakini hana namna, maana alifanya vile kwa hasira tu. Akiwa amekata matumaini akawa amembusu binti ikiwa anataka kuondoka. Uwezi amini bwana, binti aliamka na kumuita Maleficent. Kumbe bwana binti alikuwa na upendo wa dhati kwa Maleficent, ndio maana Maleficent alipomkisi bwana binti akawa ameamka. Ambaye Maleficent alikuwa amini, anashangaa tu, lakini binti alichomwambia kwamba mimi nataka tuondoke wote twende tukaishi katika msitu wako wewe. Ule muda wakiwa wanataka kuondoka bwana, unaambiwa kumbe mfalme alikuwa anajua, akamtegea nyavu, na hizi nyavu ni nyavu za chuma ambazo yeye zinamuunguza. Basi Maleficent akafanya uchawi kumbadilisha yule kunguru wake kuwa dragon, na kunguru akaja kumsaidia Maleficent kwa kumwaga moto pale kwa wale walinzi wote, na akatoa ile cheni na Maleficent akawa ametoka. Lakini mfalme akawa amefika pale, leo nataka muue Maleficent mazima kabisa. Na leo mfalme hataki utani bwana, yani leo ni hatima. Lakini binti mfalme akiwa anaangalia akashangaa mbawa za Maleficent zinacheza. Basi binti akawa anajaribu kuzifungua, akazifungulia zile mbawa. Unaambiwa zile mbawa zilivyotoka bwana zikamfuata. Hatimaye Maleficent akawa amepata tena mbawa zake, anaweza tena kuruka. Sasa katika harakati za kuruka bwana, ule ugomvi, mfalme akawa amenasa cheni ya mguu wa binti Maleficent wakiwa wanapaa ile katika harakati za kugombana bwana na purukushani za huku na kule. Mfalme unaambiwa alimng'ang'ania binti Maleficent mpaka wakawa wanakaribia kwenda kuanguka, lakini Maleficent alimwachia mfalme. Mfalme alivyoondoka mpaka chini, mfalme akawa amepoteza maisha kabisa. Na huu ndio ugawa mwisho, mfalme akawa amedondoka na kupoteza maisha. Na alivyokufa tu mfalme unaambiwa mpaka mimea ilianza kuota, majani yalianza kuota, na Maleficent akaenda na binti katika ufalme wa msitu wake, na ufalme wa msitu ukarudi tena. Na unaambiwa Maleficent
akambatiza binti mfalme kuwa mfalme wa msitu wake. Bwana, hii movie umejifunza nini ulipoangalia wewe? Kwamba tamaa sio kitu kizuri. Basi usisahau kushare, kulike kwa mwendelezo zaidi. Asante.